Ana ni mwanamke mwenye ndoto nyingi. Niliona giza tu mbele yangu. Lakini siku moja safari ya utafutaji wa maisha bora iligeuka kuwa safari ya maumivu yasiyo na mwisho. Huu umevunjika mara 2. Mume ilikuwaje? Niseme hali ni ngumu. Ajali ile ilimnyima uwezo wa kusimama, kutembea na kuishi kama alivyozoea. Kwa miaka 7 sasa, kitanda kimekuwa dunia yake. Kuanzia kiunoni kushuka chini, mwili wake haujibu tena. Ukawa donda hasa mpaka hivi ninavyoongea nawe hajapona. Maana Mungu alikonitoa ni mbali. Mary, usilie. Usilie. Hii ni hali ya maisha. Hakuna anayejua kesho yake. Usilie bwana Mary. Mimi ndio hivi nimo kitandani, baba naye yumo kitandani. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli kwa upande wangu nimelemewa, akagongana na fuso, akafia papo hapo. Hapa alipowekewa hii chuma kuanzia hapa mpaka hapa kulikuwa na kidonda kikubwa hivi. Na mimi nikamwambia kama Mungu aishivyo ana hata kufa. Ukitazama alivyo chano huku na kufuna ni kushonwa, hawezi fanya chochote, na mama naye yuko hapa kwa ajili ya kwake. Mama naye pia hawezi fanya chochote kwa sababu ndiye ambaye anamuangalia na kwa sasa, na pia anamuangalia baba. Baba naye afya yake sio nzuri kama tulivyosikia story kutoka kwao. Ni safari ya kipekee, safari ya moyo wetu kuhakikisha kwamba tabasamu la Ana linarudi. Kwa zaidi ya miaka 7 sasa, alilala kitandani, lakini hakukata tamaa. Hatukujali umbali, hatukujali milima na mabonde, hatukujali mvua, jua au vumbi. Tunapopiga hatua, furaha yetu inachipuka kama jua la asubuhi, yenye nguvu, yenye mwanga na yenye matumaini. Tunafuraha kuona kuwa juhudi zetu hazikwenda bure. Tabasamu la mwenzetu linaturudishia nguvu na matumaini. Niombe. Kilichonifikisha hapa watoto wangu ni maombi. Kwa kweli ni maombi. Nipate hata mfadhili. Wakunifadhili, nipate hata yale mazuri nilikuwa napata KCMC. Yeah. Kwa upande wa mavazi kwa sasa hivi nguo. Amna sina sasa hivi. Vile vitanda vya wagonjwa vile kupandisha. Vile ningeweza kupata nacho. Ingekuwa rahisi sana, hata muda ninao kula naweza Okay. Ni mkono wa Bwana, si mimi. Mtazamaji, kama tunavyomsikia mama, bado naye ana imani na Mungu na anajua Mungu atatenda. Na kama nilivyokutaarifu kwamba ndugu yetu ana mahitaji mengi sana, mwenye shuka, mwenye kanga, mwenye vitenge, gauni, vitu vya kula, vyote vinahitajika kwa ajili ya kumsapoti ndugu yetu Ana. Lakini hapa dirishani kwa Ana pia kunaonekana pako sawa, panahitaji angalau tupate vioo, tumwekea na kioo, dirisha liwekewe kioo ili baridi isiingie, na msimu unaofuata ni msimu wa mvua na baridi. Anahitajika pale kuwe na kioo kwa ajili ya kuziba hilo dirisha na baridi isiingie ndani, na baridi inapoingia ndani mguuni anachuma pia, baridi inakuwa kali. Lakini kwa wewe ambaye una blanketi, tutachukua mashuka, tutachukua sukari, mchele, mafuta na vyovyote tutavichukua. Mwenye gesi pia tutachukua pia kumsaidia mama ili asitumie kuni kwa muda mrefu. Vyote pia kwa chochote ambacho Mungu atakuwa amekubariki itapendeza zaidi. Tukutane wakati mwingine. Mimi naitwa Maryline Daniel. Nyuma ya kamera tuko na Noho Suleiman. Habari za wakati huu msikilizaji na mtazamaji ambaye unanitazama kwa sasa na kunisikiliza pia kupitia Kilimanjaro Revival TV na Kilimanjaro Revival Radio. Tumepata nafasi ya kutembea. Leo tuko katika kijiji cha Nkwesho Machame, wilaya Hai, mkoani Kilimanjaro. Na tumepata nafasi ya kumtembelea. Tuko hapa na mwanadada au mwanamama anajulikana kwa jina la Ana Masawe, na atatuelezea historia yake katika kipindi cha simulizi. Kwa siku hii ya leo tumepata nafasi ya kumtembelea, tujue historia yake, alitokea wapi, yuko wapi, na sasa mpaka hapa nini kinaendelea. Mimi naitwa Maryline Daniel, nyuma ya kamera niko na
Nuhu Suleimani. Na kwa ufupi tu, mwana mama Ana yeye alikuwa mfanyabiashara, alikuwa mzima kama mimi na wewe ambaye unanitazama kwa sasa. Alikuwa katika kutafuta jijini Dar es Salaam, lakini baada ya muda alipata ajali katika mishemishe zake. Alipata ajali na ikampelekea yeye kwenda kukaa hospitali zaidi ya miezi 6, hospitali ya Muhimbili. Baada ya hapo ikamlazimu kurudi kijijini Moshi kuanza maisha yake mapya. Unataka kujua maisha yake yalikuwaje? Ungana na mimi. Na baada ya kufika nyumbani hapa, sasa tumepata nafasi ya kukutana na mtumishi wa Mungu hapa, Ana au Mama Lavu, anajulikana kwa jina la Mama Lavu. Tumekuwa tukimzoea sana kwa Mama Lavu, na ukimsikia anaongea vizuri, sauti yake ni nzuri, unaweza kufikiri unaongea na mtu mzima. Lakini kuanzia kwenye kiuno kupanda juu kunafanya kazi, kwenye kiuno kushuka chini hapafanyi kazi. Tutazungumza naye, atatuelezea ilivyokuwa, alafu tutajua nini tunaweza kufanya. Habari za wakati huu? Ni njema mtumishi wa Bwana, habari yako wewe? Mimi niko salama, nimefurahi kukuona. Hata mimi nimefurahi sana mpendwa. Baada ya kipindi kirefu sana na ahadi nyingi sana, lakini leo imefika ambayo ni siku ambayo Bwana amefanya. Hakika mtumishi. Amina. Tumefurahi kukuona. Mama, mtu akisema usema Mama Lavu au Ana ni nani? Mimi ni mtoto wa 4 kuzaliwa. Nilizaliwa kijiji cha Machame, Mkundo, Nkwesho. Nilisoma shule ya msingi Nkwesho mpaka kumaliza, nimebarikiwa vizuri tu. Ndo nikaelekea jiji la Dar es Salaam. Jijini Dar es Salaam kule na ndugu zangu, kaka zangu kipindi hicho, na kaka zangu wako kule, ndo nilikofikia. Katika kufikia kule ndo hivyo, so unajua tena mambo ya kutafuta maisha, uwezi ukakawa kumtegemea brother tu. Inabidi tupambane. Ndio ndo kupambana. Nimekaa sana Dar es Salaam kule, nikaja nikatoka nikaelekea Arusha nimerudi, nikaelekea Dar es Salaam kule. Dar es Salaam nimekaa kule katika utafutaji hivyo. Mungu akanijalia, nilipata mume. Mume nimezaa naye, hapa nilipo na watoto 3. Huyo Lavu, kuna Yusufu, ninalea. Haya, ndo katika kupambana maisha. Baada ya kuwa na family, inabidi tuzidi kupambana kutafuta ili tupate kulea familia vyema inavyopasa. Ndio. Ndo katika kutafutaji wangu, sio nimetoka zangu nyumbani naelekea kwenye biashara zangu, ndo yakanikuta ya kunikuta. Ulikuwa unafanya biashara gani jijini Dar es Salaam? Dar es Salaam nilikuwa na biashara tu ndogo ndogo hizi, kama kuuza miogo hii, kukanga chipsi, huko nilikuwa najichanganya kusema kweli. So unajua jiji letu lile hakuna kulala. Nilikuwa najichanganya mara nazi hizi nini. Ndio. Okay. Nini kilitokea sasa? Kilichotokea sio nimetoka nyumbani naelekea kwenye kuchukua bidhaa zangu za biashara. Katika kuelekea kwenye sehemu za kwenda kununua biashara, nikapata ajali. Nilipata ajali nilipata ajali 2019. Mpaka hivi ninavyoongea na wewe mpendo, sijapata kuinuka kitandani. Ilikuwaje? Ulipata ajali ya gari, bodaboda au ulifanyaje? Hapo kusema ukweli mimi sijui kinachoendelea. Niliona giza tu mbele yangu. Ulikuwa unavuka barabara? Nilikuwa navuka barabara. Ni giza tu niliona mbele yangu. Ulikuwa unavuka barabara au ulikuwa unatembea tu au ni vipi? Nilikuwa navuka barabara kwenye kivuko. Nilikuwa navuka barabara kwenye kivuko. Nimemaliza hii barabara ya kwanza na maliza hii ya pili. Sasa pale sikujua kilichoendelea kwa kweli. Niliona giza tu mbele yangu. Na sehemu yenyewe hapo kwenye ni sehemu ni kituo. Na watu hapa sasa wanauliza walikuwa wapi siku hiyo, hata yule aliyenigonga asikamatwe. Kwa hiyo aliyekugonga paka leo hukumjua? Sikumjua kweli. Yeye lengo lake alijua ameshaua, maana ajali ilikuwa kubwa. Ni Mungu tu, hatabaki kuwa Mungu. Katika ajali hiyo ambayo uliipata, kitu gani na kitu gani kilipata shida kwenye mwili wako?
Yaani sehemu gani ya mwili wako ilipata shida? Ni miguu, mkono ndo nilikoumia sana. Mkono huu umevunjika mara 2 huu. Mguu unasikia mamangu, nasikia. Nasikia. Mkono huu ulivunjika mara 2, mguu umevunjika mara 3 wa kulia nao, na wa kushoto mara 1. Unainuka? Kuinuka labda hapa nilipo hivi naweza shuka kwa muda tu hapa nilipo, nikashuka kitandani hapa nikaweka miguu chini kidogo tu, so sichukue muda. Tukana na mguu. Unapata maumivu bado? Unachoma mamangu. Umetoa chuma. Unachoma ndani. Na hata mkono unachoma ndani. Okay. Sasa ulikuwa katika maisha ya kujitafutia mwenyewe na kupata cha kwako. Maisha baada ya kujitafutia mwenyewe, kwa sasa uko kitandani, maisha yakoje? Kwa kweli namshukuru Mungu. Kwanza kabisa nachoweza kumshukuru Mungu ni kwa ujasiri alionijalia. Maana sijui kama ni rahisi kwa mtu ambaye yuko kama mimi au na ujasiri wa kuongea kama ninavyoongea. Maana wengi wakishapata matatizo huwa wananyong'onyea. Kwanza katika yote unaambiwa jikubali vile ulivyo. Ukishajikubali vile ulivyo, yote unaona sawa tu. Ndio ninachomshukuru Mungu kwanza kwa ujasiri alionijalia. Kwa kweli kama ulivyosema mami, si rahisi mtu hamini ni mtu ambaye nimelala hapa chini sijiwezi. Wengi hata wanaokuja kunisalimia hapa wengi hawaamini. Wanapofika hapa ndo unakuta machozi tu yanawatoka. Inakuwa sio rahisi. Kwa kweli kwa hilo tu namshukuru Mungu. Amani nayo, furaha nayo. Kwa kweli ni jambo la kipekee sana hilo, namshukuru Mungu. Pamoja na changamoto za hapa na pale, namshukuru Mungu. Okay, maisha sasa yakoje? Mume ilikuwaje? Mume kwa kweli amenipambania mpaka hivi ninavyoongea na wewe, kusema ukweli, na yeye ndio hivyo, naye amepata changamoto kidogo. Sasa hivi inaelekea mwaka hajiwezi, naye anaumwa. Mwenyewe anaumwa. Alipata matatizo, ana sukari, ana marazi tu, sukari, vidonda vya tumbo hivi. Ndio siku akawa anaelekea kazini kwake, akawa amejichoma na mwiba. Ule mwiba umekuwa kama sababu kwenye mguu. Katika kutole mwiba, mguu nao umekuja ukawa donda hasa. Mpaka hivi ninavyoongea nawe hajapona. Yumo kitandani. Yuko wapi mume? Yupo Dar es Salaam. Yeye alibaki Dar es Salaam. Kule si wako wao watoto wakubwa. Hakuna kadogo tu ambaye yuko la 4 mwanangu. Kaka dogo ndo naye yuko anasoma la 4. Wale wakubwa walibaki Dar es Salaam. Walibaki kule. Kaka dogo asendi kione huruma, nisema nitakufa kabla wakati. Ni binti sasa hivi kana miaka kama 9 hivi. Yaani wakati unapata ajali alikuwa na miaka mingapi? 3. Hali ya uchumi ikoje kwa sasa? Uchumi ndio hivyo mama. Uchumi ndio hivyo, hali ni tete, sijui niseme tete ndio swali ndio kinachoeleweka mara moja. Kusema kweli hali ya uchumi, maana niseme hali ni ngumu kusema kweli, kutokana na nilikuwa baada ya kuja huko ilibidi nifanye kwenda KSMC hapo. Nilikuwa na ratiba ya kwenda mara 4 kila mwezi mazoezi. Nikaja nikashindwa kabisa hiyo mara 4. Nikawa naenda angalau mara 2. Ikashindikana. Nikaja nikajaribu kwenda angalau mara 1 kwa mwezi. Kusema ukweli mpaka hivi ninavyoongea nilishindwa, kutokana maana mimi kupanda magari haya ya abiria nashindwa. Na kukodi gari hapa la kunitoa hapa kunirudisha. Gharama ya kukodi gari ni shilingi ngapi? Gharama ni kubwa. Kipindi kile kwa tunalipa 80,000.
Kule mazoezi nako kafika, wanaokufanyisha mazoezi utoe chochote kitu. Ulikuwa hauna bima ya afya? Kwa kweli sina mamangu. Bima ya afya sina. Haya ndio imeenda nimeshindikana mpaka hivi ninavyoongea na wewe na mwaka na sijaenda mazoezi. Hali ni ngumu. Nimekaa kuomba, nimeomba kwa ndugu jamaa, sasa hivi nao ndio hivyo. Hapa nilipo sina mbele wala nyuma. Ninabaki kusema na muomba Mwenyezi Mungu, nasubiri kudra za Mwenyezi Mungu. Amwe mwenyewe. Maana nasema ameshakula ng'ombe mzima. Hawezi kumalizia wapi? Kwenye mkia. Maana Mungu alikonitoa ni mbali. Amina. Mama.